Kama wewe ni mshirika, kama wewe ni Mkristo wa kanisa yoyote ile, usipita hii video kwa sababu inakusaidia sana. Ni muhimu sana kwako. Iko hivi, wakati ambapo tunaungana, walisema kwamba kanisa ni roho ya mtu. Wakarudi wakasema kanisa ni wawili watatu ambao wanaungana kwa ajili ya Kristo. Hao ndio waitwao kanisa. Iko hivi, wakati wote Mungu anakuja kwa ushirika wenu. Unajua ushirika ni kanisa. Ushirika ni pale ambapo tumesakol tukakuwa unity moja. Au sasa ndio sisi tunaitwa kanisa. Wakati sasa tukifunga ama tukianza maombi fulani ya kuombea kitu fulani, kila mtu atakuwa na jambo lake la kuombea. Kuna mwingine ataombea gari, kuna mwingine ataombea bibi, kuna mwingine ataombea chochote kile. Iko hivi, chochote kile ambacho kimepatikana kwa maombi kinatunzwa kwa maombi. Na iko hivi, Mungu akikupa kitu ndani ya ushirika wenu. Kwa mfano, tulikuwa tunaomba sisi wote, tulikuwa kama watu 20 ndani ya kanisa, wale ambao tulishikana tukaanza maombi, na mostly tulikuwa tunaombea sana, wengi walikuwa wanataka gari, na Mungu akakupa gari ukiwa umetangulia kwa ushirika wetu, akakupa ukiwa wa kwanza. Ni jukumu lako kujua kwamba ili gari sio langu peke yangu, ili gari linafaa lisaidie ndani ya ushirika wetu. Wakati watu wenzako wana jambo fulani la kwenda ama kuna mahali wanafaa kwenda, wewe unafaa uwasaidie na gari lako walitumie, kwa sababu lilipata kwa ushirika. La sivyo, usipolipatiana gari lako, siku moja usiwape, siku ingine usiwape, siku ingine usiwape. Biblia inasema kwamba tofauti kubwa sana na wanadamu, tofauti ile kubwa between God and people ni moja. Mungu ni mwenye haki na utenda mambo yake kwa haki, na ukata kauli kwa haki, na ukata kesi kwa haki. Tofauti ni moja. Mungu ni mwenye haki. Mungu akileta mvua kwako, analeta na kwa jirani yako ambaye maybe ni adui yako. Mungu akileta jua kwako, analeta na kwa adui yako ambaye maybe ni Illuminati, ambaye maybe ni mchawi. Kwake kunanyesha, hapagui. Ina maana gani? Siku ya mwisho ikifika, hata hakuna mtu atakuwa na sababu ya kusema Mungu sikukuja kwako kwa sababu kuna vitu ulininyima ukapa wa Kristo. Sijui kama kuna kitu na ngeti. Kwa hivyo ile kitu wa Kristo wengi hawawezi kufanikiwa kuwa kama Mungu, ni kwa sababu hawatendi mambo yao kwa haki. Ulikuwa unaombea gari, Mungu amekupa, wewe umekuwa na kiburi, hauwezi kusaidia wengine, gari yako haiwezi ikasaidia watu wenzako. Mungu kile kitu atakifanya, atachukua bidhaa zake na kuwapa wenye haki. Biblia inasema kwamba hakuna hata siku moja mwenye haki ataombaomba mikate kwa barabara, wala watoto wake. Na hakuna hata siku moja mwenye haki ataenda kumtafuta Mungu. Mungu huwatafuta wenye haki. Watu wengi sana katika makanisa tunatafuta Mungu pale ambapo anafaa kututafuta sisi, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu mtafuta mwenye haki. Kwa hivyo ukiona Mungu hakutafuti, wewe sio mwenye haki. Jitahidi sana kuwa mwenye haki. Tenda mambo kwa haki. Tenda mambo kama Mungu atendavyo. Adui yako usimhukumu. Usione akiwa jaa ukafurahia. Usione akiwa na shida ukawa na majivuno. Biblia inasema hata huyo adui yako akiwa njaa mpe chakula. Hapo ndo utakuwa mwenye haki. Ni ngumu sana kutimiza haya, lakini ni kwa urahisi sana. Kufanikiwa kwenye maisha yako ni rahisi, na ni wewe ndio hutaki kufanikiwa. Wewe ndio hutaki kwenda mbele. Wewe ndio hutaki kutoka hapo ulipo. Kwa sababu gani? Wewe sio mwenye haki. Mungu anataka watu ambao wanaabudu katika roho na kweli. Biblia inasema kwamba anawatafuta waabuduo halisi. Unajua mwabuduo halisi ni mtu kama gani? Anayabudu kwa roho na kwa haki na kwa ukweli. Haki.
Ukienda nyumbani kwenu ushago, jifundishe jambo tu haki. Ukienda popote, jifundishe jambo haki. Popote pale utakayofanikiwa kwenye maisha yako, kuwa mwenye haki. Mungu anawatafuta watu watenda haki, watu wazuri ambao wanatenda haki, sio watu wema, sio watu ambao wako na tabia njema. No. Tukiangalia kwa Bible, watu wengi walikuwa wenye dhambi sana, lakini Mungu alipoangalia akaona ni wenye haki. That means walikuwa na moyo wa kusaidia wengine. Hapo ulipo, kama ungetaka kutoka hapo ulipo, basi chukua mwingine umlete hapo ulipo, naye Mungu akuchukue akutoe hapo. Akikuweka hapa, toa huyo mwingine mlete hapo, naye Mungu akutoe hapo akuweke hapa. If you want God to see you, let this man see you first. Let this man see you first, so that God, hao watu wakikuona waone uzuri wako, wafurahie wema wako, basi hata Mungu anafurahia wema wako. Mungu ni yule ambaye uko naye. Mungu ni kama tu huyo neighbor yako. Ukimtendea mema, umetendea Mungu wema. Ukifurahisha watu wenzako, umefurahisha Mungu. Haki peke yake ndio zuizi ambalo linazuia maisha yako kutokwenda mbele. Kwa hivyo ninakuencourage that don't ever forget the one righteous. I don't think ni righteous, but usisahau popote utakapokwenda, usilisahau jina haki. Haki, haki. Kutenda haki. Amekukasirisha, yes, lakini tenda haki kama Mungu. Kwani ni watu wangapi wanakosea Mungu? Na Mungu hawaui. Anahurumia. Anawapa chakula. Na hao watu wamefanya dhambi sana. Kuwa mwenye haki, jitahidi sana kwenye maisha yako kutenda haki. La sivyo huwezi kwenda popote. Unajua mimi Mungu hajaniita nikufurahishe. Ameniita nikupe ukweli, ukweli ukufurahishe baadaye. Kwa wakati kama huu huwezi kuona kuna kitu ninasema, lakini ukifanya haya ninayokuambia, ipo siku utayafurahia matendo yako. God bless you so much. Mimi naitwa Steven Carlos 1K. Nenda pale YouTube, search, ni follow, ni subscribe. Wewe like, share, na Mungu atakubariki na atakuonekania katika maisha yako. Bye. God bless you so much.